Asante sana mwenzangu Frank Otieno kwa kipindi bomba kabisa. Dau la elimu, vijana, walimu, wazazi na wanafunzi wote wanaweza kupashwa mengi tu kupitia kipindi hiki. Hapa kutoka katikati ya jiji la Nairobi na kukaribisha katika kipindi Kimasomaso kutoka hoteli ya kifahari After 40. Jina langu ni Lofty Matambo. Karibu. Leo tunajadili vijana, siasa, umaarufu na uongozi. Karibu. Wananigeukia, nimtazame nani, nimwamini nani? Kwenye kisa changu, vijana maarufu wadai kujitosa siasani kwa misingi ya kutaka kuwatetea vijana wenza. Ukweli wapi? Hawa vijana kujitosha kwa ulingo wa kisiasa. Si lazima ikue ni kwa manufaa yao. Usiende tu kuwa leader just because you want to be a leader. Leo tujadili vijana na siasa. Je, ni kwa nini baadhi yao waache taaluma na kujitosa siasani? Na kwenye kimbwanga cha wiki, kijana mchoyo afunzwa adabu na mrembo wake. Kulikoni? Asante sana, shukrani sana mtazamaji. Kunkucha kulichele, tunafika katika muda mwingine wa Kimasomaso Jumamosi teule. Karibu sana jamvini tuweze kubabadua, kuchanganua masuala ambayo wengi huyaepuka katika Kimasomaso, twayaweka wazi. Shukrani sana washiriki wetu kutoka vyuo mbalimbali nchini Kenya, haswa jijini Nairobi na vile vile kutoka maeneo mengine kwa kuweza kushiriki kwenye Kimasomaso. Studioni niko na wageni wetu ambao tutakuwa tunawafahamu katika muda usio mrefu kwenye fahamu wageni. Wa kwanza ni Josephine Wambora. Karibu sana Josephine. Amekuwa mwalimu wa vyuo vya walimu hapa nchini Kenya kama vile Machakos kwa muda wa zaidi ya miaka 20. Sasa hivi anataka kujitosa kwenye uongozi, anawania kiti cha uwakilishi wa kike ama wanawake katika kaunti ya Embu. Asante sana mami. Alafu tuko na Irene Kendi, mama yao ambaye amekuwa kiongozi wa SONU, naibu kiongozi wa SONU kwa muda mrefu, na sasa hivi pia anawania ama katika harakati za kutafuta ama kupigania haki za vijana nchini Kenya. Asante sana mama yao. Alafu vile vile tuko na Lamek Tala ambaye ni mtaalamu wa elimu na taaluma. Atakuwa anatushauri vilivyo katika masuala haya ya taaluma. Leo tunajadili vijana, siasa na umaarufu. Naam, tunajadili vijana, umaarufu na siasa. Na swali mitandaoni mtazamaji twakuhusisha, je, unadhani hawa vijana maarufu huingia kwenye siasa kwa tamaa zao ama wanawazia mema vijana wenzao? Je, unadhani vijana maarufu huingia kwenye siasa kwa tamaa zao wenyewe ama wanawazia mema vijana wenzao? Jibu lako kwa tamaa zao ama wanawazia mema vijana wenzao utatuma kwa KTN News ama @Lofty Matambo. Hiyo ni Twitter, #Nikimasomaso. Tunaanza ngoma yetu kwa kupata kisa cha huyu bwana ambaye alikuwa mtu maarufu sana, akiimba nyimbo kila mtu anazisikia, akitembea kila mtu anamwangalia, akaingia kwenye siasa. Je, zilimpelekaje? Tazama. Umaarufu nchini Kenya ni jambo ambalo haliwezi kuchukuliwa kwa wepesi, kwani huchukua muda kwa mja kujijengea jina lake. Iwe ni katika ulingo wa siasa, muziki, wanahabari, michezo ama sekta yoyote ile, ni lazima mhusika akubaliwe na kupendwa na mashabiki na wafuasi wake. Kuna watu maarufu weledi katika sekta mbalimbali ambao wameacha kazi zao walizokuwa wamefuzu na kubobea ili kujiunga na siasa. Je, kwa wao ni mteremko ama kuna changamoto na masharti mapya tofauti na sekta walizozizoea? Mwanamuziki Alex Apoko, ajulikanaye kama Ringtone jukwaani, aliwashangaza wengi alipotangaza kutumia talanta yake katika azma ya kujirusha kwenye ulingo wa siasa mwaka wa 2012, akiwania kiti cha ubunge cha Bomachache huko Kisii katika uchaguzi mdogo. Ni mwanamuziki wa kutajika, si tu kwa nyimbo zake za kidini maarufu kwa wananchi wengi, bali kwa ukwasi wa kutajika anaojivunia. Kama ni mali, tuseme Alex Apoko anayo, umaarufu pia anao, lakini Ringtone alipata kura 667 pekee baada ya kusemekana ametumia shilingi milioni 5 kupiga kampeni. Vijana waliomhadaa kumuenzi hawakumpigia
ama labda hawakuwa na kura? Je, ni kipi hasa cha ziada kilichompa msukumo wa kujaribu mchezo ambao wengi wanauotea mbali? Siasa ni umaarufu, pesa, nia nzuri kwa vijana ama tamaa? Ilimbidi aregee mzikini kama mwenda tezi na Omo, na kana kwamba wenzake hawakujifunza chochote. Dunia nizamishe ama uniweke ni Kibao Kigeu ni nani asiyekijua? Kibao chake mwanamuziki Charles Kanyi almaarufu Jagwa ameamua kufuata mkondo. Muziki wake umetuzwa si mara moja miongoni mwa muziki bora nchini na barani Afrika. wishowe ananigeukia. Jinsi apendavyo mashingingi, ni wazi Jagwa hana shida ndogo ndogo. Lakini naye pia ni kwa nini akajitosa siasani? Kwenye kura za mchujo, nusra siasa ziwe kigeugeu kwake. Wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani? Alijiuzulu kama mwelekezi mkuu wa Nakada na kujitupa ndani ya siasa za kupigania kiti cha ubunge cha Starehe. Je, umaarufu wake utamfaa kisiasa? Na je, wapiga kura mashabiki wa muziki watamuenzi na kumshikilia kama walivyompenda katika muziki? Jibu ni tarehe 8 Agosti hii. Peke yangu kwani Hii ni hadithi ya uhalifu, hadithi ya ukiukaji wa haki za binadamu, dhulma, mateso, wizi na mauaji. Mwanahabari mpekuzi wa kutajika Muhammad Ali pia aliwaacha wengi na mshtuko alipotangaza azma yake ya kunyang'anyia kiti cha ubunge cha Nyali, pwani ya Kenya. Jina langu ni Muhammad Ali. Muhammad Ali alikuwa mmoja wa wanahabari tajika nchini kutokana na kipindi chake maarufu Jicho Pevu kilichokuwa kikipeperushwa na runinga ya KTN. Na haya ni makala ya Jicho Pevu. Lakini je, ni kipi hasa kilimfanya mwanahabari huyo kuvua taji lililoenziwa, kuogopewa na kuheshimiwa na wengi na kujitosa katika ulingo wa siasa, ulingo uliomwonjesha uchafu utwajao kwa ndani yake? Homa ajulikanavyo alidai kuchezwa ngware na baadhi ya vigogo wa ODM ili anayedaiwa kuwa ni mbari ya baadhi ya vifogo hao apate tiketi mchujoni. Sasa anagombea kiti cha Nyali kwa tiketi huria. Je, heshima, hofu, umaarufu wake katika sekta ya wanahabari utamfaa katika azma yake mpya, ama alipiga hesabu zake kombo? Mwingine aliacha kuripotia runinga ya Citizen taarifa za bunge na siasa ni Kendago Obadia ili awanie kiti cha ubunge cha Kapenguria. Hawa wote wanadai ni vijana waliojikana nafsi zao ili watetee wa Kenya na haswa vijana wenzao. Lakini ukweli upo nyoyoni mwao. Letu ni kusubiri washwa na mtama upepeto uchaguzini. Bakari Mwanaidi, KTN News. Naam, karibuni sana wageni wetu kwenye Kimasomaso kwa mara nyingine. Mami Rosie, tukianza na wewe labda. Baada ya miaka 20, Josephine kunradhi, baada ya miaka 20 umeamua kujitosa kwenye ulingo wa kisiasa. Kuna vijana kama Jagwa, kijana maarufu sana katika ulingo wa muziki. Kuna kijana kama Ringtone alijaribu kutafuta ubunge akadunda. Kuna kijana kama Muhammad Ali ambaye alikuwa maarufu sana kwa Jicho Pevu, ametamani kuingia kwenye siasa. Tofauti yako na hawa vijana iko wapi? Asante sana Bwana Lofty. Ningetaka kusema juu yangu kwanza. Mimi nimekuwa mwalimu na mimi ni mama. Naam. Kwa hivyo kwanza kulikuwa na ile miaka nilikuwa nimejipea ili niweze kulea watoto wangu. Kwa sababu utapata ya kwamba siasa humchukua mtu wakati mwingi mno. Kwa hivyo nikaangalia the first priority inafaa kuwa ni kule kulea watoto wangu. Kwa sababu kama ningeliingia siasa mbeleni singepata muda wa kutosha wa kuelekeza watoto wangu na kuwalea na pia kuwapa elimu na maelekezo yanayofaa. Naam. Mama yao, unahisi vipi hawa vijana wao wanajitosa kwa tamaa zao? Tofauti yao labda na tuseme Mama Josephine hapa ambaye anasema alifanya mambo yote kwanza. Hawa wanangoja wakati wako maarufu wanajitosa. Uonaje? Wajua Lofty, katika uongozi kila mtu ana nia yake. Kwa vile nilivyosema, kuna watu wanataka kuingia kwa siasa kuonekana tu, kuwa na jina tu, kuitwa mheshimiwa. Kuna wengine wanaingia kwa siasa kuiba. Kwa sababu tumeona siasa ya Kenya wengi ni majambazi.
wa taxpayers money. Wengine wanataka kuingia pale kujinufaisha kivyao, awe na gari kubwa, awe na nyumba kubwa, aitwe mheshimiwa, atambulikane. Lakini kuna wengine pia wanataka kuongoza, wako na ile hamu ya kuongoza na kukomboa watu katika udhalilishaji. Kwa sababu ukiangalia dunia yetu ya leo, aswa Afrika, kuna udhalilishaji wa hali ya juu. Kwa mfano, haki za watu zimedhalilishwa. Ukiangalia haki za wamama zimedhalilishwa. Kwa mfano, mie ni kiongozi, nilizaliwa nikuwa kiongozi. Hata nilipokuwa pale pale shule ya chekechea, nilikuwa kiongozi wa wanafunzi. Kutoka darasa la kwanza hadi darasa la 8 nilikuwa prefect ama kiranja ukitaka. Nilipokuwa chuo cha upili, nilikuwa games captain, nikakuwa head girl. Kuja pale chuo kikuu, nilikuwa Congress lady, nikakuwa gender affairs, nikakuwa vice president. Kwa nini? Kwa sababu mimi napenda kupigania haki za kibinadamu. Labda swali Kendi, hivi hawa vijana maarufu kama niliowataja ambao wanaingia kwenye mziki kwanza, wanakuwa wanahabari kwanza, huwa hawajui kama walizaliwa kwa wanasiasa viongozi hadi wapate umaarufu? Wengine ndio nilikuwa nafikia hapo. Wengine wanataka kwenda na ile wave ya majina yao. Wengine wanataka kwenda na ile wave ya majina ya watu. Wengine unakuwa tu famous, unafikiria siasa hapo tu ndio unaenda kunawiri. Unaona? Kwa mfano, mimi siombi kura huu mwaka. Na nilikuwa katika... Unaomba lini? Sijui, lakini kuongoza unaonekana uko na nia. Uongozi, sikiza niwaeleze. Uongozi si lazima umechaguliwa, sio lazima umepewa kura, na sio lazima ujue watu. Kila mtu ni kiongozi kivyake. Kwa hivyo mimi kama sauti yangu nikisema vijana wapewe haki inasikika, wacha twende na mwendo, kwa sababu hata I believe in God. God's timing is the best in life. Asante sana. Mungu akisema Kendi, wewe kuwa gavana wa Meru, mimi nitakimbia niambie watu nipatieni Shanza kuomba kura tayari Kendi. Na ulisema huombi sasa. Bwana Lamek, mtu anafaa kujitosa wakati gani kwenye siasa? Wacha niseme hivi ya kwamba ukienda pale Uluyani kuna wimbo ambao wanasema ya kwamba vindu vichenjanga. Na hata katika mambo ya taaluma, vitu vichenjanga. Vindu huchenjanga. Vindu huchenjanga. Things change. So one of the things ambao lazima tujue ni kwamba katika mambo ya taaluma inafika wakati ambao mtu anasema ya kwamba nimechoka na hii kazi, nataka nichukue mwelekeo fulani mwingine. Na kwa sababu ukifanya kazi moja mara nyingi, kuna wakati inaweza kufika ambao unasikia kwamba you are burning out. Ukisikia juu ya hii kazi akili imekataa. Ukisikia juu ya hii kazi unafanya moyo imekataa. Ukisikia juu ya kazi mwili imekataa. Kwa hivyo the best thing ambayo ni lazima ufanye ni kwamba you have to get a new career direction. Na career direction, it can be a totally new career path ambayo ni mpya zaidi. Lazima iwe siasa? Sio lazima iwe siasa, lakini tujue ya kwamba siasa ni mojawapo ya taaluma ambayo inaleta a lot of satisfaction financially. Kwa nini? Na nani hahitaji fedha? Kwa hivyo pesa ziko kwenye siasa peke yake? Ziko. Ukiangalia salary scale ya MCA, ukiangalia salary scale ya MP, ama governor, ama... Ni pesa nzuri ama ni pesa za haraka? Ni pesa nzito. Za haraka? Sio za haraka. Kuna vile umejua, kuna vile imeshughulikiwa. Kwa sababu kile tunasema ishapangwa tayari. Imeshapangwa tayari. Upo. Si kwamba eti kampuni imeenda chini tupunguze mishahara. Hapana. Hii kama sisi twakatwa ushuru. Lazima. Kwa hivyo mshahara upo. Naam. Wacha niseme kwamba sio mara nyingi mtu huenda kwa sababu ya kutetea vijana. Mimi kwangu naamini ya kwamba vijana wanafaa watetewe na institutions ambazo zimewekwa, si watu binafsi. Sio watu binafsi, kwa sababu kwa hivyo wanatudanganya hao jamaa. Wanatudanganya mara nyingi ni kwa sababu ya manufaa yao ya kibinafsi, ili mtu afike ile self actualization, afike katika ile daraja ya juu zaidi katika maisha. Lakini hii a very small percentage ndio wanaenda na nia ya kubeba vijana. Lakini tunasema ya kwamba kuna wengi ambao waliingia katika hizi nafasi. Sitaki kusema jina kwa sababu hii sio muda wa kutaja majina, lakini ningetaja. Lakini tunawajua vijana ambao walikuwa... Vijana wanasema taja.
wacha nisitaje, lakini tunawajua. Kuna wengi ambao wako karibu na president, wako karibu na watu wazito. Naam. Lakini unaona ya kwamba hakuna vile wametetea hao vijana wenzao. Wamejifikisha tu wenyewe. Kwa hivyo tunasema ya kwamba mimi siamini ya kwamba ni mtu binafsi, kwa sababu mtu binafsi, ndugu yangu, unaweza kuwa na passion, unaweza kuwa na drive, lakini mtu uchoka. Lakini institutions hazichoki. Kwa hivyo mimi ningefanya kwamba mtu anapopata nafasi wapiganie institutions ambazo will live longer. Erin Kenda anatikisa kichwa, anasema yeye kama mtu binafsi ana uwezo wa kutetea haki. Naona ukizungumza yanatikisa. Kama yeye alituambia kwamba uhusiano yake na president ilianza kitambo. Naam. Kwa hivyo swali ni, je, hiyo uhusiano wake mpaka wa leo ni nini anaweza kusema ya kwamba umefaidi vipi vijana? Atuambie yako hapa. Nitakachosema ni juzi nilipatana na Uhuru Kenyatta pale Meru nikimpigia ndebe. Na saa ile niko na muda wa kuzungumza na nimeenda ikulu ya rais mara 2 kama individual. Na napopatana na yeye ni jambo la kwanza, hata wale wameona my live speeches kwa TV, hata ile siku tulikuwa pale State House Youth Summit. Mimi lugha yangu ni vijana na wamama. Every time nitaambia president hapa vijana tushughulikiwe. Na unamwambia mshughulikiwe kivipi? Kuna youth fund sai, si ni ukweli? Kuna youth enterprise fund, si ni ukweli? Kuna uwezo fund. Sanitary towels for girls. Hilo ni jambo moja nakumbuka tulizungumza na Uhuru Kenyatta. Amesign hiyo bill ya free sanitary towels in every school. That's a plus for me as a young woman. Na other young women wenye kwa shule. Jamani, mnataka uongozi upi mwingine? Unaujue kama una chakula mdomoni, meza kwanza alafu uchukue kingine. You lobby for one thing ama ushibe kwanza alafu wengine pia washibe. Hapana, unajua sasa ndio nilisema kila mimi niko na history of oppression na nimesema kuna drive. Mimi nina sababu zangu kibinafsi za kupigania haki za wamama na vijana. Mimi ni mfanyi biashara. Mbona sifanyi biashara? Mimi ni mtu ambaye ni motivational ama mentor, motivational speaker ama mentor. Sasa hizi napiga siasa, ningekuwa nakimbia mashule na wapi na wapi. Wale wananijua naendanga mashule silipu. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Ukiangalia yule msichana ambaye alitolewa nguo, my dress my choice, kama mnakumbuka, nilikuwa msichana wa kwanza kujitokeza na kusema tunataka haki za kinandanda. Mimi sikuwa nimechaguliwa na sikuwa naomba kura. Kwa hivyo ukiona mtu anatafuta power, labda pale uko na opportunity ya kwenda kupitisha bills pale legislation. Unaona? So kila mtu ana historia yako. Kwanza unaangalia historia ya huyu. Yale ambayo anatoambia yanalingana na yeye. Kwa sababu mtu mwenye mziki aende pale na hakuna bili moja amesema tupitishe kila kijana mwenye ana talanta arekodiwe mziki wake bure. Kama kuna vitu kama hizo pia ni majangili. Asante sana. Watajua kama ni majangili au la. Mami, umesikia alivyosema kwamba wengi sana huwa mnaingia pale wanasiasa baada ya kuona huku wengine mshamaliza, mwataka kujifikisha kileleni, kilele cha taaluma na labda kujitosheleza nafsi na pesa pia. Je, pia wewe unajihisi labda unaweza chukuliwa kwa lile kundi? Asante Lofty. Sikubaliani na mwenzangu hapa Lamek, kwa sababu kama mimi nimetoka mbali Lofty. Na wakati umefika sasa kwa yale yote ambayo nimekuwa nikiyatazama bila uwezo wa kuwafungua wenzangu akina mama macho na kuwafungua youths macho, muda ni huu sasa umefika. Kwa mfano, nimefanya kazi na wana youths zaidi ya miaka 20. Mimi mwenyewe nina wana youths kwenye nyumba. Naona mara nyingine huwa wanasoma mpaka chuo kikuu na hakuna kazi. Isipokuwa wakati huu nimeona kuna kazi zimezinduliwa online. Ndio nikasema nijitoze katika siasa ili nianze. Vijana wanauliza hawazioni hapo online hizo kazi. Job creation Zipo ama hazipo? Zipo. Hazipo. Sport pesa peke yake ndio iko online. Online Asante. Job creation kwangu Lofty, ningependelea sana kufanya ile job creation. Na ndio nimesema wakati umefika kuingia katika siasa ili nifanye job creation hasa katika Embu County. Hivi Josephine, haya mambo yote hungefanya pako ingeingia kwenye siasa? Kwa kweli nimekuwa nikifanya, isipokuwa
si kuwa na ile nguvu kubwa. Kwa sababu nikipata kile kiti cha woman rep nitakuwa na ile nguvu, ile affirmative action itanipa ile nguvu. Nikiingia mahali nitete, niseme ya kwamba wana youths wanapitia haya na yale, akina mama wanapitia changamoto fulani, nitasikizwa lofti. Na sio kama Josephine, ni kama mama county. Hawa vijana hawa maarufu ambao tuwazungumzia leo, wanaingia kwenye siasa haraka, wangoje kama wewe ama waonaje? Kwa kweli lofti siwezi nikawazungumzia wao. Kwa sababu kama vile ndadangu amesema hapa, kila mtu akona sababu zake za kuingia kwenye siasa. Kuna wale wangetaka kuingia wajinufaishe, wengine wangetaka kuingia wawe famous, wengine wao wakitembea na wakubwa, lakini kwangu mimi ni tofauti. Nina msukumo tofauti. Kuna swali ambalo hujalitoa vizuri kabla kuchukua maoni ya washiriki wetu hapa. Je, kuna muda mwafaka, ni wakati gani wa mtu kujitosa kwenye siasa kuacha mengine yote? Wacha niseme ya kwamba mtu anapofanya kazi, hiyo kufanya kazi inampatia ile tunaita experience. Unakuwa na experience katika hali mbalimbali. Kwa hivyo ni wewe kukaa na ile tunaita career development plan. Career development plan yako iko na short term goals na iko na long term goals. But one of the things ambayo pia lazima tuelewe ni kwamba katika ya mambo ya siasa, jambo kubwa sana ni mambo ya networking. Kama wewe ni mtu ambaye unajua kutumia contacts zako vizuri, unaweza kufaulu sana kushinda yule ambaye amefanya kazi kwa muda nyingi, ameshakuwa na experience, akona mambo nyingi ambayo anaweza kufanya ili kubadilisha maisha ya watu. Lakini shida yake ni kwamba katika hii mambo ya networking hana ako very weak. Tuseme mtu kama rafiki yetu alikuwa anaitwa Mohamed Ali. Wajichopevu. Tulimuona akijitoza katika ulingo ya kisiasa. Na wacha tuseme ya kwamba na katika nomination ikawa mushkili. Lakini ikawa ngumu. Lakini jambo ambayo nashukuru kwa sababu ya kwamba hakuachilia, bado anaendelea, kwa sababu katika kuchange career lazima uwe mtu ambaye ako na moyo ngumu na msukumo, kwa sababu mambo hayaji rahisi. Ni bidii. Na wacha nikwambia kwamba ashinde asishinde, hata kama ni Jubilee ama NASA ndiyo itashika uongozi, wacha nikuhakikishia kwamba maisha yake kisiasa iko na ladha. Dau lake la kisiasa limeng'oa nanga. Naam. Hapo kwa kung'oa nanga, wacha turudi kwa washiriki wetu, na alina microphone sijui nani pale. Tumeuliza swali mitandaoni na vile vile hapa kikaoni. Je, unadhani kwamba hawa vijana maarufu ambao wanajitosa kwenye siasa wanafaa kwa manufaa, wanafanya hivi kwa kujinufaisha, ama wanawazia mema hawa vijana wanaokiri kwamba wanawapigania? Tukianza nawe bwana pale. Naam. Kwa majina naitwa Silas Kiremi, chuo kikuu cha Mount Kenya University. Naam. Kwa maoni yangu, hawa vijana kujitosha kwa ulingo wa kisiasa si lazima ikue ni kwa manufaa yao. Unajua kwa kisiasa lazima ukue unajulikana pale kwanza, hiyo ni ukweli. Na lazima ukue na ile platform, utatumia nini kufika pale? Utatumia nini watu wakujue, wenye watakupigia kura? Huwezi toka kwa nyumba alafu pale utoke uambie watu naomba kura. Watu hawakujui. Lazima uwe maarufu. Lazima iwe kuna watu wanakujua, labda wewe ulikuwa mwalimu kama mwenzetu hapa. Lazima waone ile shule ulikuwa ulimanage vizuri. Na kama kuna mali kwingine, kama ni muziki pia umefanya, kwa ile muziki umefanya umesaidia kina nani? Lazima ikuwe ni hivyo. Kwa hivyo lazima kuwe na chanzo, kuwe na kitu cha kupandia, kile kitakuweka juu pale. Maoni mazuri kabisa. Asante sana. Nyuma yako? Mimi nataka niseme ya kwamba siasa ni ile kitu ambayo inatoka ndani ya moyo wako. Ndani kabisa. Ni kile kitu ambayo unaamka pale wakati unazaliwa pale, unajisikia wewe pale unataka upinge kila mtu. Unajisikia kuambia siasa ni kupingana tu. Pia wewe usikie maoni yako yamesikika kwa yale ambayo yanasemwa pale kwa nyumba. Unapotoka hapo unaenda shuleni, pia unasikia pale shuleni kama watu wanakula beans, wewe unataka hata mimi niko na haki ya kula beans sababu sikuli beef.
hivyo hivyo utasikia pale wewe unatetea haki za watu kutoka tu kuwe mchanga. Naam. Mdogo mdogo kama mimi nataka kusema nilianza kutetea haki za watu nikiwa class 7. Nakumbuka class 8 hata nikaorganize mgomo. Class 8. Sikushikwa lakini maisha ilikuwa ngumu kidogo. Nakumbuka jamvi pale iliekwa motoni pale nikiwa nilijua pale kulikuwa na vitu viwili, uko na maisha yako ya kuwa whom you would wish to be in future na kuharibu maisha yako in the future. High school nikakuwa mzuri, kuja campus nikajua sasa haki yangu sasa lazima niipate. Na utaipata kivipi? Lazima utetee haki za wenzako ndio upate haki yako pia wewe. Kwa sababu mimi kwa kinia kile ambacho inaniumanga sana ni kuona mwenzangu anateseka. Kwa hivyo kwa kifupi unasema lazima uzaliwe na uongozi. Uongozi ni kitu ya kuzaliwa nayo, si kitu ya kupata hapa kama Jagwa. Letu hawa jamaa kama Jagwa huyo hako na kipawa cha kuimba. Kwa hivyo si mwanasiasa. Huyu arudi pale aimbe. Haya mpe huyu binti hapo nafikiri ana maoni. Naam, baada ya kwako alafu tuangalie binti moja pale. Sasa niruhusu nisimame. Karibu katika kusimama. Niweze kuonekana kwenye mtandao. Naam. Kwa majina naitwa Martin Awila, kiongozi Mount Kenya University, na ningeweza kuchangia vitu viwili tu. Ya kwanza ni chama, venye alivyosema. Tunapenda chama basi penda chama kwa roho yako yote. Basi sikue bali tunasema nominations hufanywa na chama, sio? Na nominations zikifanywa saa zingine chama inaweza kukupea, saa zingine chama inaweza kukunyima. Isikue ni saa zile chama imekupea basi sasa chama ni mzuri sana. Na ikifika siku yenye chama imepea mtu mwingine sasa chama ni mbaya. Alafu sasa unatuambia sasa unataka kuenda sijui independent. Hatuwezi kuwa kitu kama hiyo. Hata Mungu mwenyewe anasema it's either you are hot or cold. Hatutaki watu hapo katikati. We want people who belong somewhere. Ndio tujue ukikosea mahali tunaweza endea chama na tuseme chama huyu na huyu amekosea hapa, mnaweza muangalia na tuseme bali wapi anaweza rekebisha. Kwa hivyo hawa vijana maarufu unaona wana belong to you guys, ni wenu ama wanajitafutia? Tuwezi sema wana belong to sisi until tuone kenye umefanya. Na hiyo ndio kitu ya pili nilikuwa nataka kusema. Kuhusu leadership. Tusigoje kukuwa na titles ama cheo fulani ndio uweze kuserve. We as leaders and we as youth, let's continue serving even before we get those leadership positions. Because leadership si juu ya titles ama positions ama positions, sidio? So kwa wenye wanataka kuvai and their youths among us even in future, anza sahi. Isikuwe ni saa zile wanataka cheo fulani ndio sasa mimi nimekuwa nikifanya hii na hii. Unaona mara wakati saa zile tumeanza kupigania siasa, mtu anafanya hii WhatsApp, Facebook, sijui amepiga picha hapa na pale. Anze kufanya hizi vitu. Hata mama yao huwa anapiga picha sana na Uhuru. Mama yao alisema alianza kupiga picha sijui class 2. Mimi sijui sana. Akiwa na Uhuru. Si hatujaipiga picha na Uhuru. Naam. Tumalizie na binti pa nyuma kabisa nyuma. Naam. Kwa majina naitwa Newton Omache na mimi ningependa kusema hivi. I want to look at this from a different angle. Tuseme Kenya hatungekuwa na president, maybe ingekuwa ni kama kingdom ama vitu kama hizo. Naam. Sasa hakuna MCA, hakuna governor, hakuna MP. Unataka kuniambia huyu mwalimu hangesaidia community kwa sababu hakuna hicho kiti? Sababu hakuna women. Jagwa hangevai kwa sababu ya nini? Muhammad Ali bwana ningekuwa nyinyi ningempigia makofi akitoa hoja yake. Yaani ni kama for example wangekosa hizo tickets, jina yao ingekuwa kwa ballot. Ni hivyo basi. Hawangewaserve. Ni hivyo. Ini rhetorical question ama swali ya balaga. Thank you. Tumalizie na huyo binti mbele yako kabisa. Kama kiongozi naweza sema if you want to be a leader, know who you are leading. Usiende tu kuwa leader just because you want to be a leader, because pia kuna wale watu wanataka kuongozwa ama vipi? The way through the road where you want to go. Because if you are voted for, sioni venye unaweza kuwa voted na ukae tu
and do nothing, not for them. We don't want you to be there because of the money. Tunataka uko hapo utuserve sisi kama wananchi wa Kenya. Lakini nyinyi vijana ndio mmekuwa mkiwapatia ushabiki hawa watu maarufu, wanamuziki akina nani, mnawaambia twende tuko na wewe, ni kwa sababu ya umaarufu ama mnaona wanaweza waongoza? Me, I can't judge now. We have not seen their work. Hatujaona kazi yao. Naam. If wanataka kuwa viongozi, wacha kuwa viongozi. Kila nyani na starehe yake. Wewe hiyo ni starehe yao. Yeah, ni starehe yao. Asante sana. Tutachukua pumziko hapo, usiende mbali mtazamaji. Ni kimasomaso kutoka hoteli ya After 40 katika ukumbi huu maridadi kabisa. Kama kawaida namaliza na tama la sharubati. Tamu kweli kweli. Kwa hivyo usiondoke, tukirudi la kujuzwa alafu tufunge kazi.